Inaambiango mtu anakuchukia, anatafutanga either way ama njia yoyote ya kukupiga tu kila siku, kila mchana, kila usiku. Kwa nini nasema hii story? Sahi Wakikuyu tumeweka lebo fulani ati sisi ni wakabila. Tulikuwa tunachukia baba, tulikuwa sijui tunachukia Wajaluo, sijui tumefanya nini. Acha nikuambie. Unajua historia yote ilikuwa inatafutwa mahali Wakikuyu tutatafutwa tu lawama. Si kusema ni Wakikuyu wote alikuwa anachukia baba. Hapana. Na hata kama alikuwa anachukiwa, hakuna mtu anaweza pendwa na kila mtu dunia mzima. In fact, mimi niko na maadui na niko na marafiki. Siwezi expect kila mtu anipende. Na siwezi expect kila mtu anichukie. Kwa hivyo, watanipenda wenye watanipenda na watanichukia. Kitu kingine hakuna mtu anakosanga ma-haters. Sasa mbona nimeongelea story? Sahi wameanza kutafuta Gachagua ati kwa sababu Gachagua hakuenda mazishi. Sasa unaona venye adui yako anakuanga akikwekea, unaona venye paka inakuwekeanga mkia ndio ukanyanga ikugware. Mtu mwenye anakuchukia anatafutanga reason yoyote ya kukupiga, akikutafutia tu lawama yoyote. Sahi nasikia kwa mitandao huko kwa TikTok wamelebo Gachagua kama mwadui, kama mtu anachukia, sijui alikuwa anachukia baba mpaka hakuenda mazishi. Sasa swali yangu inakujia hivi. Ni sawa hakuenda. Na watu wengine wengi hata kina Miguna hawakuenda. Watu wengine mpaka magavana wa huko sijui huko Kisumu wengi hawakuenda. Mbona hawa hawaangaliwi? Unajua kwa nini? Cause hawa sio wao target. Target yao ilikuwa Wakikuyu. Unajua Wakikuyu tunachukiwa na njia kubwa sana, na nili kitu nilikuja kujua. Hakuna kitu tunaweza fanyia watu watupende sisi wote. Sio wote wanatuchukia na sio wote wanatupenda. But watu wengi, lakini kitu kingine nilirudi kujua, watu wengi wanatakanga kuona chuki katikati ya Wakikuyu na Wajaluo, ama Wajaka na Wakikuyu wakuwa wamekosana. Usijiuliza kwa nini? Kwa sababu wanajuanga tu hizo tribes mbili zikishikana Kenya hata mambo mingi imeisha. Ukumbuke kitu kingine, adui yako inaitangwa divide and rule. Na hiyo sheria inatumikanga aje? Mtu anapiganga weak point. Kama vile unapatanga tu kwa boma, baba kuna mtoto hasikizanangi. Mama kuna mtoto hawasikizanangi. Kwa hao tu kuna brother na sister hawasikizanangi. Unapatanga kuna brother unakuanga ni favorite wako na sisi ni favorite yako. Unapatanga mnakosananga mpaka ni kupumua. Akipumua tu kidogo hivi unaanza kusema unapumua aje wewe? Angalia na huko uache kunipumulia. Sababu gani? Hii chuki inakuanga imewekwa kubwa sana sana ya tribalism. Haikuangi ki make sense kwa sababu watu wengi Sai Kenya hakunanga mtu ati anaweza sema ati in fact mimi nasemanga yes kuna tu tribal, but unajua kwa nini watu wanatuwekanga tukue tribal ama wanakosanishanga watu? Kwa sababu wanajuanga hiyo ndio ile kitu wao wana drive nayo sana sana politicians. Kwa sababu wanakuanga wakijua sasa tumekosanisha Wakikuyu na Waluo, tumekosanisha Waluo na wakabila fulani, tutaweza kudivide na nitaweza kujifanya kimpini wa bandi fulani na nitaweza unajua mtu kama mtu fulani akiongea hakuongea kirepresent jamii mzima. Kama saa hii mimi nikiamka asubuhi leo, nitusi Waluo venye nataka. Si Wakikuyu wametusiana, ni mimi individually. Na mimi nasemanga kama unataka kujudge mtu individually. Kwa sababu ujue huko ground hatunanga tribalism. Tribalism inakuanga na wanasiasa, tuongee tu ukweli. Kwa sababu mimi saa hii nikifanya kazi yangu yenye nafanya either ni ya bodaboda ama ni ya kuuza duka ama ni ya kufanya nini, siambiangi mtu ajiweke tag yake hapa ati ameweka nikiwa ni mkabila fulani ati nakuja anakuambia kama wewe ni Mjaka sitakuuzia, kama wewe ni Mjaka sitakubeba. Sijaiona hata mtu anasema ati gari yangu inaingianga tu customer wa kabila fulani. Hiyo ni uongo. Kwa hivyo hawa watu wanakuja kutulebo tribals, hawa watu wanakuja kutulebo kitu fulani. Hebu jiulize agenda yao ni gani? Na motive ya mtu ndio kukuja kukupiganisha na mwenzako, kuna ile kitu anakuanga akitafuta. Na sana sana hawa politicians ndio wanakuja kukosanisha makabila kwa sababu wanajua wana drive hapo. Kama sahi ukizuuliza mtu wa Garissa ama uliza mtu wa Pokot ama uliza mtu wa huko mashinani sana, kwa nini kwenye ushago kwenu hakujaletwa barabara ya lami? Unajua atakwambia aje? Shida ni Wakikuyu. Sasa swali yangu inakujanga, wewe mtu uko Pokot uko ndani, mtu ako Samburu, mtu ako Garissa, unaambiwa shida yako ni Mkikuyu. Unajua sasa hapo ndio watu wanataka sanga kutumia akili. Unakuja unaambiwa shida yako ni Mkikuyu. Mkikuyu ndio anazuia utengenezwe barabara.
Mnadanganywa pesa zote zinaendanga Central peke yake. Sasa swali yangu inakujanga hivi. Ni saba pesa zote zinaendanga Central. Mimi nilikuwa mkaaji wa Murang'a, niko na MP wangu. Wewe uko mkaaji wa Garissa, uko na MP wako. Wote wanaitangwa member of parliament. Kwa hivyo ni representative wa constituency yenu. Sasa leo mimi mbunge wangu amefanya kazi. Mbunge wangu anajua Kenya anafaa kufanya. Lakini mbunge wako wewe wa Pokot, mbunge wako wewe wa Samburu, mbunge wako wewe wa Marsabit, anaenda anachukua pesa yenye unafaa kuletewa 100 million ama 50 million ama ile pesa atapatiwa na serikali ya hizo za zikigawiwa za treasury. Yeye anaenda kujenga nyumba zake Nairobi. Huyu mtu anaenda kudrive in magari kubwa kubwa. Huyu msee anaenda kukaa ile maisha yeye anatamaningi. Lakini ukikuja labda nyinyi wa Samburu muulize MP wenu pesa yenu amepeleka wapi, mnakuja kuambiwa ni aje, shida yetu ni Wakikuyu. Sasa acha niulize. Mimi sahi ikuwe Garissa wanaendeleza mambo zao vizuri ama wanafanya biashara zao vizuri ama MP wao wa represent vizuri. MP wetu sema sisi MP wetu ni Wakikuyu ama ni Wakatondo ama ni wa wapi, akataa kufanya kazi. Mimi naweza blame aje MP wa Garissa? Naweza blame aje gavana wa Garissa? Ukumbuke hakuna gavana anambianga wewe ni wa Central anagawiwa pesa mingi kuliko gavana wa kaunti nyingine. Gavana wa kwenu akona pesa ya kwenu. Lakini huyu gavana ataki accountability ya ile pesa alipatiwa atumie. Huyu mtu anataka pesa zake akule na malaya huku Nairobi. Huyu malaya anataka achukue pesa zake aenda akanunua ma apartment, akijenga ma affordable housing, akiuzanga sijui amenunua magari kubwa kubwa. Wewe jiulize, huyo gavana wenu anakaanga huko kwenye anakurepresent kutoka? Huyo MP wenu wa constituency yenu anakanga ile area yenu? Huyo MCA wenu mwenye ulichagua alitoka kwenye Ushago, alitoka Marsabit, alitoka Pokot, alitoka huko kwenye alitoka Kajiado, sasa anakuanga Nairobi. Anafanya nini Nairobi? Huko ndio anakurepresentia. Kitu kingine sina shida na kukuja huko. Ile kazi ulimpatia anafanyanga. Akigawiwa pesa wa Kiambu, akigawiwa pesa yake ya kujenga barabara, wakwenyu unapatiwa. Lakini unajua Kenya atafanya? Hata kuja kujenga, ataenda kukula kwenye anakulanga. Ndio wanashinda wakienda trip Dubai, hata zi make sense, sijuangi ni za nini. Lakini msee hata wai ukikuja ukimuuliza kwenye pesa wanapelekanga, hata wai kuambia. Unajua atakudanganya aje? Shida ni Mkikuyu. Sasa Mkikuyu na pesa zenye amepatiwa na treasury kukuja kutengeneza na pesa za basari, anakuambia shida ni Mkikuyu. Hebu muulize, mimi sina shida na Mkikuyu. Shida yangu ni pesa yetu ya constituency yetu ukipatiwa unapelekanga wapi? Atakwambia tu shida ni Mkikuyu. Mwingine naye hata sasa atakwambia shida ni Mkalenjin. Mwingine atakwambia shida ni Mjaluo. Sasa swali yangu inakujanga, mimi pesa ya constituency yetu yenye inahitajika kufanyika maendeleo, mbunge wangu anakuja kuniambia shida ni mtu wa Samburu. Sasa mimi na mtu wa Samburu tunaingiliana wapi? Mimi ninatoza ushuru ya kujenga constituency yenye nafanyanga kazi. Kama hutalipa street light, kama hatutatuwekea street light, kama hamtatuletea barabara za lami, nafaa kuuliza MP wetu, lakini si kuuliza mtu mwingine. Sasa hii ndio maana unaonanga hawa watu wao wana drive in kupiga mtu saa zote. Akijaribu kufanya kitu kidogo, unaenda kuongea, unasikia mtu kama hii. Ukienda Garissa uulize mtu wa Garissa, mbona huku kwenu hakuna lami? Ama mtu wa Pokot, mbona huku kwenu hakuna lami? Unajua atakwambia aje? Shida ni Wakikuyu, ni wa kabila. Sasa najiulizanga, Mkikuyu ni kabila, lakini MP wako akigawiwa pesa na MP wangu akigawiwa pesa, wote wanapatiwa pesa the same na pesa equal. Yeye pesa yake anapelekanga wapi? Hiyo ndio swali unafaa kukua ukimuuliza. Na ndio maana unaona watu wengi wanakuwa wakitafuta reason ya kupiganisha tu watu ndio waendelee kukula. Hebu uliza MP wako accountability.